Karibuni tena katika kituo hiki, kituo kitakatifu cha Tanzanite. Nilivyokuahidi hapo awali kwamba nitarudi na habari zinginezo, ni kwamba yanayojiri sasa hivi ni kwamba makamu wa rais nchini Tanzania Emmanuel John Nchimbi ameweza kufichua yale ambayo yanaendelea nchini Tanzania. Hii ni kwa masaa chache baada ya kujiuzulu kwake. Ameweza kutoa taarifa ambazo Watanzania wengi hawangezijua, ikiwemo kutekwa kwa aliyekuwa balozi mstaafu nchini Tanzania Humphrey Polepole. Na leo hii, mpenzi mtazamaji wa kituo hiki, naenda kukuelezea yale ambayo Emmanuel Nchimbi aliweza kuzungumza kuhusu watu ambao waliweza kutekwa mwaka jana mnamo Oktoba tarehe 29, siku ya uchaguzi. Makamu wa rais wa Tanzania Emmanuel John Nchimbi ametangaza kujiuzulu nafasi hiyo na kustaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Katika barua aliyomwandikia Rais Samia Suluhu Hassan, Nchimbi amesema uamuzi huo amefanywa na mujibu wa katiba utaanza kutekelezwa Septemba tarehe 4 mwezi wa 2026. Taarifa za kujiuzulu kwake zimekuwa zikisambaa kwa wiki kadhaa, huku kukiwa na joto la kisiasa ndani ya chama cha CCM. Mpaka sasa hivi John Nchimbi anaweza kuzungumza katika mtandao wake wa kijamii akishirikiana na kituo moja cha BBC na vyombo vya habari vya ndani. Amekuwa akiripoti yale ambayo Mama Samia Suluhu Hassan anaendelea kutekeleza katika serikali ya Tanzania. Na nilivyokuahidi hapo awali kwamba Daktari Nchimbi ameweza kuyatoa yale ambayo Watanzania wengi hawangelijua, na wanaofaidika sasa hivi ni kama wale familia ya aliyekuwa balozi nchini Tanzania Humphrey Polepole. Kwa sasa hivi wapo na furaha kwamba wameweza kujua kile ambacho mwanao aliweza kufanyiwa na Mama Samia Suluhu Hassan na wachawa wenzake. Watanzania wengi wameweza kujitokeza na kutoa maoni yao baada ya Daktari Nchimbi kutoa taarifa hizo. Tukianza na Paul Diamond, anaweza kusema kwamba haijawahi tokea ndani ya uongozi wa rais mmoja kujiuzulu, spika, bunge wawili na makamu wa rais. Mwingine anasema kwamba Dan Kawila anasema hatimaye ile laana ya kujua watu ishaanza kuwatafuna ndani ya chama cha CCM. Esther Tesha anasema kwamba huyu baba nilikuwa nampenda anavyoongea, yaani kwani huko ndani kuna nini? Yesu tusaidie. Hayo ni maoni ya Wanatanzania wakiendelea kuzungumza na wakaaji, ama wakiendelea kutoa maoni yao baada ya John Nchimbi kujiuzulu. Na tukiendelea ni kwamba haya ni maoni ya Watanzania kuhusu kile ambacho John Nchimbi ameweza kujitokeza na kuzungumza muda huu kuhusu wale ambao walitekwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Zedi Rizi anasema kwamba CCM kuna makosa makubwa sana. Wafanya kosa la kwanza kudharau na kunyima raia uhuru wa kujielezea. Pili, mauaji ya kipumbavu ikiwemo yale ya aliyekuwa balozi Humphrey Polepole. Tukiendelea mbele mtazamaji, ni kwamba Watanganyika tumeisha sasa. Sijui mbona umeisha, tutaendelea kuzungumzia hilo. Nixon Jason anasema kwamba nasema hivi, ni jambo njema sana mtu kama unaona uwezi kuendana na bosi, kaa pembeni na kamwe usiendekeze machungu.
Mathalan, kauli zake za mara kwa mara zimejitabaisha ya kwamba hakuwa nahodha msaidizi sahihi kwenye merikebu waliokuwa wakiongoza pamoja. Kama kazi yako ndugu ukiwa spika wa bunge la kipindi kile alijiweka pembeni, basi nawe pia sahihi kuteremka kwenye meli husika ili apatikane mtu sahihi wa kuweza kufikisha chombo husika mahali panapostahili. Mkuu wetu wa nchi anafanya kazi nzuri mno, kwa hiyo anahitaji watu sahihi wa kuweza kushirikiana nao. Huu ndio kweli, haijalishi una uchungu kiasi gani. Huyu hana mambo yake na Mama Samia Suluhu. Hao ni wale ambao wanampa mkono Mama Samia Suluhu Hassan. Balozi Babu anasema kwamba waandishi wa Tanzania wafanya propaganda juu ya hili. Barua yenyewe ina makosa kiuandishi. Sijui anazungumzia nini, lakini tukiangalia na maoni ya Watanzania yale ambao wameweza kuzungumza, kila laheri muwe balozi nchini katika maisha mengine ya nchi ya siasa. Tunaheshimu pia maamuzi yako. Hao ni wale ambao wamekubali maamuzi ya Daktari Nchimbi kujiuzuru katika serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Jose Hodoya anasema kwamba working under instruction from a woman is very delicate and difficult. Now tell the Tanzanian people that are in the hot pot. Yaani kila ambacho anaweza kusema ni kwamba sahihi kufanya kazi na mwanamke ni kazi ambayo ni rahisi, ni ya kazi ngumu, na it is so fair and it is so very delicate. Okay, tukiendelea ni kwamba kuna Agnak kutoka Uganda anasema, when I grow up I will carry her gun and not a pen. A mother shouted, a mother will shoot a baby, you will never live to carry her gun. There is no need for us, a dying child. Sijui huyo anazungumzia nini, mpenzi mtazamaji. Lobby Morel anasema kwamba taifa liko kwenye mikono salama na madhubuti ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye anaendelea kuliongoza taifa kwa maono na msimamo dhabiti. Okay, huyo anaitwa Christine anasema kwamba tunamshukuru sana kwa utumishi wake ndani ya serikali na CCM kazi na hutu tunasonga mbele. Mpenzi mtazamaji, nitakuwekea kanda ambayo Daktari Nchimbi ameweza kusema kwamba atatoa kanda ama video zile ambazo Humphrey Polepole aliweza kufanyiwa unyama na Mama Samia Suluhu Hassan. Willy Tusha anasema kwamba samahani, alazimishwa kujiuzuru? Huyo anauliza swali, mnaweza fanya marekebisho? Okay, huyo sijui anaongelea nini. Kamil PM anasema kwamba usiku mwenye giza na mvua ya kutishia umeendelea. Hawawiki kutujulisha kama muda si mrefu patapambazuka. Giza ni nene, yaani giza imeweza kutanda nchini Tanzania, na hili jambo la Daktari Nchimbi kuacha kazi aliyopewa na Mama Samia Suluhu Hassan. Kuna mtu anaitwa Vani Mina anasema kwamba natamani kucomment shida ya mwanasheria wangu CCM haokoti nikimpinga. Hao ni wale ambao wanaogopa utekaji. Sisi kama wanahabari hatuogopi utekaji, juu this is where you get the information. Okay, tukiendelea ni kama Isaac anasema kwamba wote ni wale alianza kustaafu mwaka jana mpigo, lakini umewahi sikia akilani mauaji ya tarehe 29? Leo Nchimbi kajiuzulu. Kwa hiyo hawa wote ni kigeugeu. Grace anasema kwamba kabla mwaka hujaisha tutasikia na kuona mengi sana. Mengi ataweza kujitokeza katika
serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, watu wataweza kutoa siri ambazo zinaendelea katika chama cha CCM chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan. Victoria Frank anasema kwamba tuungane kuliombea taifa hali sio shwari. Of course, tuendelee kuwaweka wale ambao bado wamebaki katika serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, kwa sababu huwezi jua nini ambacho kitakachotendeka muda unaokuja, ama siku zitakavyokuja, ama siku za usoni, siku za mbele. Tukiendelea ni kama Watanzania wameweza kujitokeza katika hili jambo la Nchimbi kuacha kazi aliyopewa na Mama Samia Suluhu Hassan ili kutoa ukweli kile ambacho kinaendelea katika serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan. Na kama ni siku yako ya kwanza katika kituo hiki, mpenzi mtazamaji, na kwamba uweze kuchukua sekunde moja uweze kuguza alama ya subscription, comment, share and like. Nitakaporejea nitakuja na habari zinginevyo. Usikose katika kituo hiki, kituo kitakatifu.